Taarifa ni kwamba ni kweli tulipokea maelekezo kutoka CAF ya kwamba mchezo wetu wa marudiano wa kombe la shirikisho Afrika utapigwa katika uwanja wa Amani. Sisi kama viongozi hatukupendezwa na hilo kwa sababu hili ni tukio kubwa, ni tukio la kihistoria, na sisi Simba Sports Club tulidhani ya kwamba kwa ukubwa wa tukio hili basi ingestahili na kupendezwa kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini baada ya jitihada zote, maombi makubwa na kila kitu ambacho viongozi wa Simba tumefanya kwa kushirikiana Tanzania TFF pamoja na serikali kwa kushirikiana na wizara yake ya Wizara ya Habari na Utamaduni na Michezo, tuseme pia kwamba imeshindikana kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, na nipo hapa kupitia mshike viwanjani kuwathibitishia wanasimba na kuwatangazia rasmi wanasimba ya kwamba mchezo wetu wa tarehe 25 utachezwa katika uwanja wa Amani hapo visiwani Zanzibar. Na taarifa kamili sasa kuhusiana na ratiba nzima ya mchezo huo pamoja na mustakabali wa wale ambao walilipia viingilio vyao tutaitoa hapo kesho majira ya saa 5 asubuhi katika mkutano na waandishi wa habari ambao utafanyika katika ofisi ya Simba Sports Club. Ahmed, pasina shaka umeliweka sawa hilo na mashabiki watakuwa wanafuatilia kwa ukaribu hivi sasa. Ni kwa namna gani mnapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa matawi mbalimbali kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo huu? Ushirikiano kutoka kwa matawi mbalimbali ya Simba kwa maandalizi ya mchezo huu ndani na nje ya uwanja. Tunapata ushirikiano, na kesho mara baada ya kutangaza ratiba nzima ya mchezo wetu huu sanjari na hamasa, tunategemea sasa kukutana na matawi ambayo yako Dar es Salaam na matawi ambayo yako visiwani Zanzibar na kuanza hamasa. Na kwa ratiba tuliokuwa nayo tunataraji tarehe 22 tufanye uzinduzi wa hamasa ambao tutaifanyia pale pale visiwani Zanzibar, na shughuli zote za hamasa ambazo tulipanga kuzifanya Dar es Salaam sasa zinahamia visiwani Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuwahamasisha Wazanzibari, kwa ajili ya kwenda kupromoti mchezo huu na hatimaye ufikie lengo ambao tumejiwekea la kufanya mchezo wetu kuwa mkubwa, kuwa mashuhuri na kuwa maarufu zaidi. Naam, pasina shaka licha ya kupoteza kwa magoli mawili kwa bila ugenini, lakini kuna somo mmeliacha la kutokata tamaa. Nini ama neno lako lolote gani nadhani linatosha ili kama shukurani kwa wale ambao walikuja kuwa support, lakini wale pia ambao wanapanga kuja kuwa support kwenye mchezo wa mkondo wa pili Jumapili ijayo? Licha ya kwamba sisi ndio ambao tumepoteza kwa mabao tena sio kupoteza, tumia neno kufungwa. Kupoteza ni kitu ambacho huwezi kukirudisha tena. Sisi pamoja na kwamba tumefungwa mabao mawili, lakini ya kuchukua ubingwa huu wa Afrika kuliko wapinzani wetu RS Berkane. Na hili lilionekana wazi punde tu mara baada ya mchezo. Wapinzani wetu walionekana kunyong'onyea, na hii ni kutokana na ukweli ya kwamba walikuwa wanafahamu kitu gani ambacho kingewakuta nchini Tanzania. Sasa sisi Simba Sports Club pamoja na kufungwa magoli mawili kwa bila, lakini hatujakata tamaa hata chembe. Tunayo imani kubwa, tunayo matumaini makubwa, na vita rasmi ya kuelekea tarehe 25 inaanza rasmi kuanzia kesho tarehe 20. Sisi tunajiamini ya kwamba tunayo nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa huu wa Afrika. Na pamoja kwamba mechi imehama kutoka Benjamin Mkapa kwenda uwanja wa Amani, wapo wanaofikiria kwamba pengine nguvu yetu itapungua kutoka Benjamin Mkapa kwenda Amani. Tuhakikishie tu ya kwamba nguvu yetu, uimara wetu, ubora wetu na uthubutu wetu unabaki pale pale, pamoja na kwamba tunakwenda uwanja wa Amani. Mara mwisho ulizungumza na kusema kwamba watazitapika. Msimamo bado uko pale pale? Watazitapika kwa kutaka, wasipotaka tutawakamua. Tunachokihitaji
safari hii Simba Sports Club ni ubingwa Afrika. Goli 2 walizotufunga nyumbani kwao. Kupokea kwa taarifa kwamba huenda mchezo wenu ukachezeka Zanzibar inapoteza focus kwa namna moja ama nyingine katika mchezo wa kesho kutwa wa finali ya kwanza. Taarifa hiyo tumeipata na of course imewatingisha pakubwa mashabiki wetu. Maulizo yamekuwa mingi na simu zimekuwa nyingi na taharuki of course imekuwa kubwa kuhusiana na ratiba ya mchezo huu na uwanja wa mechi hii. Lakini taarifa rasmi ambayo nimepewa na viongozi, nije niwaambie wana Simba ya kwamba kwa sasa uongozi focus yetu ni mechi ya tarehe 17. Yani viongozi hivi sasa hatujihusishi chochote na taarifa hii. Badala yake tunawekeza nguvu kubwa kwenye mechi ya tarehe 17. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu mechi ya tarehe 17 ndio mechi itakayotoa mwangaza tunaelekeaje mechi ya tarehe 25. Tunafahamu ya kwamba Berkane anafanya kila anachoweza amalize mechi hii ya finali kwenye mechi ya kwanza. Yani apate matokeo mazuri kwenye mkondo huu wa kwanza ili kwenye mechi ya marudiano kwake iwe mseleleko. Na alifanya hivyo kwenye mechi ya nusu finali. Alikuja hapa CS Constantine akafa goli 4. Kwenda kwenye mechi ya marudiano kule Algeria ikawa ngumu, kashinda goli 1 lakini hakuweza kurudisha zote goli 4. Kwa huo ndio mpango kazi ambao ametuandalia sisi Simba Sports, kwamba kwenye mechi ya kwanza apate magoli mengi, amalize kazi hapa. Akija Benjamin Mkapa aje amalize kazi tu ya kurelax. Sasa sisi hatuko tayari kumpa hiyo nafasi ya kutumalizia hapa nyumbani kwao. Na ndio maana tumeweka kando vitu vyote kuhusiana na mechi ya mkondo wa pili, na badala yake tutumie nguvu kubwa na maarifa makubwa kumaliza mechi ya mkondo wa kwanza. Tukisha maliza mechi ya mkondo wa kwanza, uongozi utatoka hadharani na kuwaambia wana Simba ya kwamba mechi ya tarehe 25 itachezwa katika uwanja gani. Wana Simba hivi sasa watulie, waache pressure, waendelee na maandalizi ya Benjamin Mkapa. Yani wale wanaotoka Kigoma waje. Waendelee na VIP. Waendelee na maandalizi ya Benjamin Mkapa, na taarifa rasmi tutawapa punde mara baada ya mechi.